Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. This is Prophet Ronly from Salvation of God Ministry. Spiritual husbands. Bwana apewe sifa. Spiritual husbands. Waswahili huziita majini mahaba. Huwa tunaita hizo roho kwamba ni majini mahaba, ambao wanashikilia mostly wanawake, lakini pia hata wanaume wako na spiritual husbands and wives. Majini mahaba yanasumbua jinsia zote. Hii ni hali ambapo haujaolewa hivi physically kimwili kwa ufahamu wako kuolewa na mtu, bali unajikuta upo kwenye kifungo pasipo kujua kwamba uko kwenye kifungo. Mara chache, wachache wanajua, lakini wengine hawaelewi. Wanaweza wakapitia hali tofauti za machanganyo, dhiki za ajabu kwenye maisha yao, wasijue kwamba wamefungwa katika ulimwengu wa roho, wamefungamana na roho fulani, kuwa kama mke wa mtu au kuwa kama mke wa mtu. Wengi hawafahamu. Kwa hiyo hali ya kuwa na spiritual husband ni hali ya kuwa na mpenzi, ama kuwa na kiapo na mume wa kipepo, yani kuwa na kiapo na jini fulani pasipo wewe kujua, au kufungamana na roho fulani pasipo wewe kujua. Na roho hizi huwa zinashiriki tendo la ndoa na wewe pasipo wewe kujua. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 inapoongelea kuhusu ujio wa Wanefili, kuzaliwa kwa Wanefili, malaika wa Mungu waliwatamani wanawake, yani watamani watoto wa binadamu, binti za wanadamu, nao wakajitwalia wake zao wenyewe, wakazaa nao viumbe vya ajabu ambavyo ndio vikaitwa Wanefili ama majitu. So it is possible, roho inawezekana, roho ikawa na muunganiko wa kimapenzi, mahusiano yanayofanana na ndoa. Roho ikafanya mahusiano namna hiyo na mwanadamu. Ndio maana unaona vitu vingine ambavyo ni unnatural, yani sio natural, ni vitu ambavyo viko kinyume na uhalisia. Kama mwanamke kuwa na mahusiano na mwanamke mwenzake, mwanaume kuwa na mahusiano na mwanaume mwenzake, hayo ni mambo ambayo yanafanyika. That means kwamba there is a possibility kwamba kuna majini ambayo yana mahusiano na wanadamu, ama kuna mapepo yana mahusiano na wanadamu ya namna hiyo. So jambo la kujiuliza ni kwamba, je, mimi nimefungwa na roho kama hizi? Kwa sababu kuna wengine ambao tayari wako na uhakika kwamba wamefungwa na hizi roho, wanahitaji msaada. Unisikilize pia mpaka mwisho. Ukiwa na ufahamu utakuwa huru, utakuwa na kibali cha kuyaamuru yaondoke. Just bear with me, vumilia na unisikilize mpaka mwisho. I hope tunasikilizana vizuri. Sasa, na kama wewe haujui, basi sikiliza, itakusaidia wewe ama kumsaidia mtu mwingine. Ishara za kujulisha kwamba wewe umefungwa na spiritual husband ama spiritual wife, yani umefungwa na jini mahaba wa kike au wa kiume. Ishara ya kwanza ni ambayo ni ya kawaida. Wengi wanachukuliaga ni kwamba ni ndoto nyevu au vitu kama hivyo, lakini actually sio hivyo. Ni kwamba unajikuta unaota ndoto za kufanya mapenzi, za kushiriki ngono. Kila mara unaota leo labda mtu mmoja, ama unakuwa unaota watu tofauti. Hii ni ishara ya kwanza. Ishara ya pili ni kwamba mahusiano yako yanakuwa hayadumu, hayaeleweki. Unapitia mahusiano mabovu, yani roho unazokutana nao. Kama wewe ni mwanamke mkutana na wanaume, unakutana na wanaume wa ajabu tu, wanaume wenye tabia ya ajabu tu, au wanaume wa ajabu. Au ukianza kuwa na mahusiano tu, mwanaume anakuchukia ghafla. Kwa hiyo ya kwanza ni kwamba mahusiano yasiyokuwa na amani, mahusiano yasiyotulia, inawezekana kabisa kwamba umefungwa na jini mahaba. Kuwa na hasira zisizoeleweka, visirani wanaita. Unasema sisi kwetu tuna visirani, fulani ana kisirani sana, lakini kuna uwezekano mkubwa wa jini mahaba lina operate katika ufahamu wake. Maana roho nyingi zinashika ufahamu, kwa sababu kwenye ufahamu ndipo kuna command. That is the command center. Hapo ni sehemu panapotoa maagizo kwenye mwili mzima. Hasira zisizoeleweka, unakuwa na jeuri kupita kawaida, ubishu, shindano usioeleweka, kiasi kwamba hakuna mwanaume anayevutiwa kuwa na wewe, au hakuna mwanamke anayevutiwa kuwa na wewe. That means uko na roho ya Jezebel, yani uko na jini mahaba. Sababu nyingine ni kwamba ukiwa na mahusiano na mtu, huyo mtu either anashuka sana kiuchumi, au ukiwa na mtu anakaa sawa, ukiachana naye anakuwa yani like anashuka sana.
Hii inawezekana kwamba uko na jini mahaba. Maana utashangaa watu wanakuona mchawi ama wanaona kama una nuksi, una gundu na nini. Hiyo ni roho ya jini mahaba imekushikilia. Maandiko yanasema katika Isaya 66:9 yanatujulisha wazi kwamba Mungu afungi tumbo la mwanamke. Mungu afungi tumbo. Mungu afanyi mtoto afariki kabla hajazaliwa. Umebeba ujauzito wa miezi 5, miezi 6 then inaharibika. Huo sio mpango wa Mungu. Kuna roho ambayo haitaki uzae, ambayo imeshikamana na wewe. Ni kama jini au manero fulani ambayo inazuia tu hatua zako za kwenye mahusiano. Inakuwa yani conditions haziendani kabisa kati yako wewe mwanaume au wewe mwanamke. Mkipanga tu kitu, hamna kitu kinachoenda sawa. Unakuwa tasa. Unaonekana uzai hata ukishika hiyo mimba, yani hamna inapoenda. Barrenness inasababishwa na nini? Inasababishwa na roho hizi za majini mahaba. Kingine ni pale ambapo unakutana na mtu sahihi na una uhakika kabisa mtu ni sahihi, lakini hauna hisia naye. Feelings zinapotea, yani kuwa na shida kwenye feelings. How comes ukikutana na mwanamke kahaba huko, hisia zako zinakuwepo? How comes ukikutana na mwanaume kahaba, mwanaume ambaye hajatulia, mwanaume ambaye ni mfedhuli, unakuwa na hisia naye? Kutana na teja huko, mtu yote ambaye hafai, ndio una hisia naye, lakini yule sahihi hauna hisia naye. Unasema anaboa, unasema he is boring or she is boring. Kumbe ni jini mahaba limekukamata. Ndio maana hisia zako zinakuwa ziendani na watu ambao ni sahihi kwenye maisha yako, kwa sababu ukikutana na mtu sahihi moyo wako utahamia kwake. Kwa kuliko uhamie kwa moyo wa mtu sahihi ambaye pengine unaweza ukamjua Mungu, pengine unaweza kaona wema wa Mungu, ukawa hauna kitu cha kumlaumu nacho Mungu. So lazima ili akufunge atahakikisha kwenye ile eneo hauna ujanja. Unakutana na wauni mpaka unakuwa na tabia mbovu kiasi kwamba siku unakutana na mtu sahihi tena sasa maana anataka kukuoa ama ambaye wake ni binti ambaye yuko tayari kuolewa na wewe, mnakuwa muelewani kwa sababu una tabia ambazo hazieleweki. Yote ni spiritual husbands, na wewe unahisi kwamba mimi ndivyo nilivyo, na unachukua hiyo identity pasipo kujua kwamba hizi ni roho za majini mahaba zimekufunga. Na kuna hichi kitu kingine, hichi kitu ni kinawatokea watu wengi, naonaga hata walokole makanisani. Unakuta mchungaji amekwisha kuoa au mchungaji wa kike amekwisha kuolewa, then wewe unaota eti ama unaanza kuona maono kwamba mchungaji anakuoa au umeolewa na au umeoa mchungaji ambaye ana ndoa yake tayari. Huyo sio Mungu anakuongelesha. Ni tayari ufahamu wako ulishakamatwa na jini mahaba, ndio maana unapata mawazo kama hayo. Kwa maana unahisi mna connection fulani, kumbe sio. Ni roho ya jini mahaba ina manipulate maono yako, which is going to bring you down. Kama ukifuata maono ya namna hiyo, usipojua neno la Mungu linasema nini, utajikuta umeangamia. Utajikuta tu unapata maono kama hayo. Unaota tu ukifunga ndoa na watu tofauti tofauti. Na hizi vitu usifikirie kwamba tu ni illusion watu wako nayo. Haya ni mambo halisi, kwa sababu nimeshashuhudiaga kuna mabinti fulani wana asili ya Kiarabu. Kanisa fulani walikuja pale na wazazi wao. Wale mabinti walikuwa na changamoto moja. Ni mabinti wadogo, mwingine miaka 12, mwingine miaka 13 au 14. Kesi ikiwa ni ya rohoni, hauwezi ukaenda kuiprove mahakamani, hauwezi ukaenda kuiprove polisi. Unaenda kumshtaki nani wakati hukumuona? Milango unakuta imefungwa kabisa vizuri, lakini wale mabinti wanakutwa wameingiliwa na wamefungiwa tu wao peke yao. Unakuta huyu kaingiliwa leo, kesho kaingiliwa mwingine. Wanakuta physically alama na kila kitu, na sometimes wanakuta mpaka fluids kadhaa. Wanakuta kuna hali fulani ni kama kweli mtu aliingia physically wakati hakuna mtu aliingia physically. Ilikuwa ni majini. Kwa hivi vitu vipo. Wale watoto walikuwa wanateseka, wanashindwa kulala, wanasema usiku hatulali, tunaingiliwa, tufanya 1 2 3. Na akibadilika mtu mwingine anaweza asiamini. Wazazi wao mwanzo walichukulia kawaida, pengine dini ingewazuia kutafuta msaada, lakini walimtafuta mtumishi wa Mungu kwa sababu walijua hili swala ambaye anaweza kulisolve labda hapa ni mtumishi wa Yesu Kristo, kwa sababu wameshajaribu namna nyingine imeshindikana na majini yanawatesa, kwa katafuta msaada. Na sio tu huyo, nishaona watu wengi sana wakiingia kwenye mahusiano, jeuri zao zinawasukuma, wanakuwa na kiburi, kisirani,
Yaani unakuwa na tabia ambazo hazieleweki. Unajiuliza ameingiwa na pepo gani, ameingiwa na roho gani? Kumbe ni ile jina mahaba halifurahii wewe kuwa kwenye ndoa fulani. Halifurahii wewe kuwa kwenye ndoa ya amani. Linahakikisha unapata taarifa mbaya, taarifa za umbea kumvuruga mahusiano yako. Hiyo inawezekana ni roho ya jini mahaba. Wana affect sana maisha ya watu. Mtu kuliko kuwa na mpenzi wake ni bora yeye ajitulize yeye mwenyewe kuliko kuwa na mke au mume wake. Mtu anaanza kupractice hichi kitu anakiita kujichua. Ni kwa sababu amekamatwa tayari, roho yake imekamatwa tayari. Mtu anajiuliza sasa, inawezekanaje mtu akamate nafsi yako, akamate roho yako? Ukisoma hata kitabu cha Ufunuo, kuna watu wanafanya biashara mbalimbali. Wengine wanauza dhahabu, wengine wanadeal na mifugo, wanauza wanyama, wengine wanafanya biashara gani. Lakini kuna watu wanafanya biashara ya souls. Wananunua nafsi za watu, wanazimiliki nafsi za watu. Kwa hiyo uwepo wa majini mahaba kwenye maisha ya kila siku uko mkubwa sana. Ukiuliza watu wengi wanaojiuza, ukienda kule Riverside, ukienda sehemu yote ambapo kuna madanguru watu wanajiuza, wengi watasingizia tu kwamba labda ugumu wa maisha. Kwani kuna wanawake wangapi wanapitia ugumu wa maisha na hawajiuza? Kuna watu wangapi ambao hawana fedha, tumaini limepotea alafu kupata fedha au nini, lakini hawajiuzi? Wako wengi. Why them? Ama why wewe tu unahisi kwamba lazima uende ukafanye kitendo fulani? Ni kuna roho ambayo inakushikilia nyuma. These are spiritual husbands. Ndio maana akisema shida yake ni hela, hata akipewa hela unakuta amerudi pale anaendelea na shughuli yake ile, kwa sababu kuna roho imeshamkamata mahali. Hivyo kama wewe unasumbuliwa na majini mahaba ama unasumbuliwa na spiritual husbands au spiritual wives, kitu cha kwanza unatakiwa ufahamu, ujiepushe na mazingira ambayo yatakupelekea uingie katika dhambi ya uzinifu. Mazingira ambayo yatakupelekea uingie katika dhambi ya uzinifu. Kuchat na watu pasipokuwa na msingi, pasipokuwa na mipaka. Unaongea mpaka mambo ya sirini na mtu ambaye sio mume wako au sio mke wako. Matokeo yake utajikuta tu umefanya dhambi. Na hicho ndicho jini mahaba anachokihitaji. Kuna kijana ambaye namkumbuka, alikuwa ni rafiki yangu sana, waliingiwa na roho akiwa beach, wakiwa ufukweni. Wasichana ni wanamsumbua sana tangu siku ile, kwa sababu alikutana na mwanamke mmoja mrembo sana beach. Kuongea naye pale, wakazurura hivi, then wakapeana busu. Baada ya hapo yule mwanamke alidisappear, hakuonekana. Then yule kijana akawa tu ni mtu wanawake. Yaani wanawake wanamngangania. Anaweza taka watukana, anaweza taka wafanyia chochote kibaya, lakini wale wanawake hawawezi kumwacha, wanamshikilia. Na kisha toka na huyo mtu mara moja, hamtaki tena, hanesi naye tena. Kuna mwingine ambaye ni mtu wa karibu na mimi, ambaye yeye ana changamoto moja. Alikuwa kipindi wakati tuna grow na nini tunakuwa, alikuwa kila mmoja na mtu fulani, anaweza akawa na shauku kubwa, akakwambia ndugu yangu niko serious, huyu binti nataka nifike naye mbali, nataka nimuoe kabisa na nini. Then kibahati mbaya huko wakawa wameanguka. Yani hampendi tena, hanesi naye tena, anamchukia na wamekuwa maadui wakubwa. Mpaka ipite miezi 6 huko, ipite mwaka. So hicho ndo kitu ambacho amefungwa nacho. Akisema awe serious na mtu, huyo mtu anakuwa na matukio. Yani roho ikimshindwa yeye anaenda kumpiga yule mwingine. Hili ni swala ambalo linahitaji msaada wa kiroho. Haya ni mambo ambayo unahitaji maombi, unahitaji neno la Mungu ili mradi uweze kufunguliwa. Mungu alitupatia uweza dhidi ya pepo wote wachafu. Tumepewa mamlaka kukanyaga nge na nyoka. Utasema ila sio nge, hili ni jini mahaba, hili ni pepo la ngono, hili ni pepo la nini, hili ni spiritual husband au spiritual wife. Mbadilishe jina, muite nge au nyoka. Kama unaona hilo ni swala kubwa, unaona hilo ni tatizo, then omba kwa kujiamini na Mungu naye atakufungua. Usiombe leo alafu unaanza mimi nahisi kama atarudi. Hapana, omba na uamini kwamba ameshaondoka. Ukienda kurudia tena, omba until it disappears. Na wale mawakala wake, watu wanaotumiwa ambao wanakuwa kama milango, omba wasambaratike. So inua mkono wako wa kulia juu, and I'm starting to pray for you. Ninaanza kukuombea. Kama umekuwa ukipiga miayo wakati naendelea kuhubiri, muda mwingi umekuwa ukipiga miayo au ukistruggle kwa namna moja au nyingine, ama chafya ama kitu kama hicho, basi wewe weka mkono wako shingoni.
Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatuma moto kwenye kila madhabahu inayotuma hizi roho zinazoitwa spiritual husband au spiritual wife. Kila connection kati yako na ulimwengu huu wa mapepo ambayo wanawamilikisha watu, yanafunga ndoa na watu pasipo ufahamu wao, kwa jina la Yesu ninatuma moto kwenye hizo madhabahu. Hizo madhabahu zikabomoke na kuharibika kabisa, zisirejee kwenye maisha yako, hazina sauti tena juu ya maisha yako. Kila majini mahaba ninakuamuru popote uliko, haijalishi umetumwa na nani, haijalishi unaelekea wapi, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haijalishi unachokishikilia kinyume nao, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, shika moto wherever you are. Let my people go, says the Lord. Bwana asema waache watu wake waende bure, waache watu wake waende huru, waache watu wake waende huru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hauna kibali juu ya miili yao. Miili yao kuanzia leo ninatangaza jina jipya. Miili yao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yao ni hekalu la Mungu aliye hai. Miili yao ni hekalu la Mungu wa mbinguni kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyokuwa imesalia ikawa imesimama, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, malaika wazibamize na kuziharibu kabisa. Kila roho zinazotumwa kukutorment, kukunyanyasa kwenye mahusiano yako, kila roho zinazotumwa kukujimilikisha, kukuzuia usiwe na mahusiano nao make sense, ujikute tu unaingia kwenye mahusiano mabaya, hizo roho hazitokuwa na zitakujilia kwa njia moja, zitatawanyika kwa njia 7, asema Bwana. Ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila roho inayokufuatilia ipigwe upofu, ishike moto na haitaweza kukufuata tena. Mikono yao haina nguvu, miguu yao haina nguvu, hawana ability tena ya kukaa ndani yako. Uko moto wakao ambao hawawezi kuugusa, ambao hawawezi kuhimili. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kuanzia leo ishi kwa amani. Umefunguliwa vifungo vyote vya mikononi na miguuni, vifungo vyote vya kiunoni vinavyokufanya unakuwa na tamaa ya ngono na watu ambao hutakiwi kujiunga nao kwenye ngono, watu ambao sio mume wako, watu ambao sio mke wako. Ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu za giza hazitofanikiwa kwenye maisha yako. Nguvu za giza hazitofanikiwa kwenye maisha yako. Nguvu za giza hazitofanikiwa kwenye familia yako. Nguvu za giza hazitofanikiwa kwa mume wako ama kwa mke wako. Uchawi wa kutumiwa roho ambayo inafunga ndoa na wewe, uchawi hautofanikiwa kuanzia leo. Kama walikufunga kwenye irisi, kama walikufunga kwenye vyungu, kama walikufunga kwenye chupa za soda, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama walikufunga kwenye chupa za bia, kama walikufunga kwenye kifungo chochote kile, ninatamka kwa jina la Yesu, hawatokuweza, hawatokuweza. Umefunguliwa, unatoka huru, unaenda huru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatangaza mbingu na isikie na ardhi isikie, mtu huyu yuko huru. Hajaolewa na mapepo, hajaolewa na majini, hajamilikiwa na roho yoyote ambayo ni ya giza, bali anamilikiwa na Roho Mtakatifu. Ameolewa na agano la Yesu Kristo na ameolewa na mume wake kwa jina la Yesu tu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaiona neema ikikuzukia, ninaona uhuru ukiingia kwenye maisha yako, ninaliona tabasamu lako baada ya maombi haya. Ninakuona ukienda huru, ninakuona ukiishi pasipo kusumbuliwa na ndoto za ajabu, ninakuona ukiishi pasipo kusumbuliwa na mahusiano yasiyokuwa na kichwa wala miguu, ninakuona ukiishi pasipo kuteseka na matukio ya mume wako au mke wako. Ninakuona ukiishi kwenye ndoa yenye amani sana, ndoa yenye furaha, mahusiano yanayo make sense, yanayoelekea kwenye ndoa, yanayoelekea kwenye utukufu wa Mungu, ambayo yanamtukuza Bwana wa majeshi. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, baraka hizi zikafuatane na wewe, nawe ukafanikiwe siku zote na kuwa na amani. In Jesus' mighty name I pray. This is Prophet Romley from Salvation of God Ministry. Amen.